Anasema hawa wakienda kuloga wanaskani kwanza kujua uwezo ulio nao wa kiroho. Wakigundua kuna hatari hawaji. Wakigundua lile basi kapanda mtu mwenye nguvu hawaendi kupindua. Maana hawa wakitumwa kitu inabidi wafanye kwa usahihi. Kosa watakalolifanya hawa wanaadhibiwa. Kwa hiyo wanaambiwa waskani kwanza, usiende kwa mtu bila kuskani. Wakiingia kwenye nyumba wanaskani, wakigundua kuna ulinzi wa kiroho wanapotea. Wakikuta wakiskani hakuna kitu wanavamia na kuchukua ushindi. Kwa hiyo na mambo ya roho lazima uskani kuingia kwenye kanisa ujue vigezo. Mungu anataka nini? Ukiona kuna mawigi, kuna maileni, kuna makorokoro, kwao wanakuwa wamevaa masuruali, hayo si makanisa ya Mungu aliye hai. Ukiona watu wananinginiza vitu, hakuna utaratibu, wanacheza wanawake na wanaume wanakumbatiana, hapo Mungu hayupo. Amina. Ukigunda neno la Mungu alihubiriwe na ubiriwa kupona tu, kupokea miujiza tu, utapona leo, utapokea gari, pokea kile. Kile ibada ni hayo. Hapo Mungu hayupo. Hivyo sio vitu vya Mungu. Ukiona watu wanazungumza lete wembe, lete nywele, lete nguo za ndani, lete masikio, lete mdomo, lete nini, hapo hayo sio. Sasa haya kujua mpaka uwe rohoni. Kwa mtu anayetoka kwenye dini ndio maana anapotea, kwa sababu hakuna anachoweza kusikana. Mtu aliyeokoka anaweza kusikana. Michoro ya tattoo, kuna ile mtu nakuta anachora nyota. Au mtu anachora alama ya tiki. Sasa ile tiki ni alama ya Freemason, ila watu wengi hawajui. Ile tiki inawekwa kwenye nguo, inawekwa kwenye viatu, inawekwa kwenye kofia, tiki. Nakuta mtu anachora mnyama kama dragon. Sasa unapomchora hapa dragon, afu unaenda kanisani unasema pepo toka. Wewe ndio umemchora, umemkaribisha wewe aweze akatoka. Na unapochora, kuna wengine wanachora ndege. Anachora ndege, anachora mitatu. Ndege zingine anachora alama za Freemason, wengine anachora ma-Freemason. Ukienda mbinguni, eti anakuambia mbinguni kuna ndege ndio maana nimechora. Hapana. Tatu unapokuwa umechora, hata kama tumeshindwa pote, lakini ukichora tatu, si tunapata mlango wa kuingia kwako. Si tunaweza tukashindwa vyote, lakini mlango kadogo, yani unaweza kuwa mtakatifu. Yani kama mlango kadogo ukijikwaa tunaingia. Unapotoa mguu na sisi tunaweka. Ukijikwaa tu tupo. Umesikia? Kama mlango kadogo ka uchafu, kuna mruhusu nani? Shetani ndiko anako penyea. Kwa hiyo usiruhusu mlango kabisa. Ndio maana Biblia inasema muwe wakamilifu. Mungu anachotaka nini? Ukibaki pengo ndio mlango wa ibilisi kukustrike, kukushambulia. Haleluya. Watu wanaovaa majezi ya Yanga, ya Simba, ukishaokoka kuvaa majezi aina yote, yale majezi yananuizwa. Hebu tueleze, ni kweli sio kweli? Kweli. Na jezi ya Simba kuna ile alama inachorwa hapa. Sasa ile inakuwa ni 66. Kachunguze vizuri jezi ya Simba. Ile inakuwa pale inamaanisha 666 tunamchora. Na mchezaji wa mpira wengi wanatoa makafara. Unapokuwa unashabikia mpira, amefunga goli, aliyefunga ametoa kafara, unashiriki na wewe. Unaposhangilia naona shiriki. Wote mna dhambi, wote mna mashtaka. Kama ametoka kafara naona kwa umeshashiriki. Na wengine mchezaji wa mpira kuna vile tunawapa, kuna kitu tunawapa. Alafu namwambia mchezaji mwenzako, wachezaji wa mpira wana siri kubwa hapo wakiwa uwanjani. Unaweza ukaona mwenzako amechukua mpira. Ndio maana unaona mchezaji anaenda kumkaba mwenzake afu kama anarudi nyuma. Anaweza kama amechukua mpira afu akamkimbilia akamwona ni joka linamfanyia hivi akarudi nyuma. Naye akichukua mpira akiwa anakimbizwa, anaweza akaona kama ni mnyama mkali hivi amemgeukia hivi. Yaani anakaa kama wanashindana. Wanyama wanashindana. Sasa wanakuwa wanaogopana. Mpaka mtu mjasiri afike akamnyang'anya ule mpira. Jamani mnamuelewa? Haya mpira haya ma-Freemason ya kutosha. Wale wana mamlaka ya kichawi ndani ya uwanja wanashindana. Ukiona mtu kashinda, kuna mtu amekwenda kumsaidia mguu kufunga goli. Na wewe ukiingia kule unakuwa ni shabiki wake. Ukivaa jezi ni shabiki wake. Yeye anatoa makafara na wewe unashiriki. Ndio maana mambo yamepila kwa mtu aliyokoka. Marufuku. Majezi, matimu kama hayo, funga ma-TV yako, achana vitu hivyo. Kwa hiyo ni vizuri leo ukajua kipi chema, kipi kibaya. Hata manguo ya kuvaa uangalie kila maandishi mule yana maana. Kama wakati mwingine ukiona nguo unaipenda, yale maandishi yaondoe. Lakini vinginevyo usiyavae kabisa. Yako nguo unavaa unadhoofika. Ziko nguo unavaa unarudi nyuma. Ziko nguo unavaa unaumwa.
Ziko nguo unavaa unakosa nguvu za kiume. Ziko nguo unavaa zinachochea uasherati na uzinzi. Mpaka ile nguo ivue ndio ukae vizuri. Kwa hiyo lazima uangalie kila nguo unayoivaa, kanga, suruali, sio vitu gani. Msiende na fashion za dunia. Zinasumbua sana. Usiende na watu wanavyovaa. Vaa kivyako vyako. Kwa hiyo lazima ujue unapoenda kuvaa mwanamke wa kilokole unamvalisha mwanao mtoto, tafuteni nguo zilizo na maadili. Watoto wetu tunawaharibu kwa kuwekea manywele bandia. Tunawafanya ume vichwa, waungue macho, wapate shida. Unapoweka eleni, ziko eleni anaenda kununua huko kwa sababu umemtoboa masikio, ananunua eleni za shetani, zinamletea mikosi na balaa. Kwa hiyo lazima hakikisha mtoto wako usimtoboe masikio, usimfunge ilizi aina yote. Huko Kongo kila mtoto akizaliwa lazima afungwe kitu fulani cha wabembe. Ukishaokoka achana vitu hivyo, toa kabisa kwenye kiuno cha mtoto wako. Anza maisha ya kilokole, usifuate community.